Faruk Bett anaweza piga deputy president wa hii nchi, anasukuma waziri mwenye Azimio walisema huyu ni mtaalamu, ameenda kusaidia serikali ya William Samoei Ruto kwa red carpet, anatembelea huko kwa sakafu kule, na tunasema ya kwamba hao ndio wataalamu walienda kusaidia William Ruto 2027 wamsaidia kumweka kwa kiti, na bado 2027 yenyewe itafika, wale wataalamu wanaanza kuwa frustrated na mtu mwenye yuko kwa yani PO president hata yani hii serikali ya William Samoei Ruto, si William Samoei Ruto ndio president. Watu kama Oscar Sudi na huyu Faruk ndio wamejifanya kama president wa hii nchi. Bwana Spika, huwezi sema wewe ni waziri, gari yako iko na bendera, alafu unasukumwa unatembelea huko kwa alafu umenyamaza tu. Bwana, ni uchungu kabisa, ni uchungu sana. Kuna maana ya hiyo mkeka iliwekwa hapo, iko maana. Kama wewe hujui maana yake, wewe nyamaza. Bwana Spika, iko hivi, hii mambo ya Faruk Bett kama president mwenyewe hawezi ongelelea huyu kijana, au mawaziri wote wanafaa wa resign na wakomee huyu Faruk Bett. Kwa sababu gani? Yani una blackmail mpaka waziri wa president sababu wewe ni bio wa president. Bwana, haiwezekani. Alafu watu wa Azimio wamenyamaza tu, hawezi ongelea. Wataalamu wao wanakuwa tu frustrated kila mahali. Swali kuna speaker ameuliza swali hapa, akasema viongozi kutoka Western ya kwamba wanakuwa trend, wana trend kwa mitandao, wengine kwa kupigwa makofi na wengine sijui kufanya nini. Mimi nataka kusema hivi Bwana Speaker, leo mambo yenye ilifanyika jana kwa Cleophas Malala, mambo yenye ilifanyika kwa Cleophas Malala ni state ndio imefanya hizo ujinga. Kwa sababu gani nasema hivyo? Hakuna venye Cleophas Malala ndiye ameunganisha Mudavadi na Wetangula kuingia kusupport William Ruto, alafu mnamfrustrate ametoka nje, bado mnamfuata mpaka mahali yako. Sisi kama watu wa Western, alafu napata Muluya anakuja hapa anasema Cleophas Malala anafaa kufungwa, awekwe jela. Kumbafu wewe. Unafaa usimame na watu wa kwenu. Kwanza kaa kwa nyumba yenu, mtengeneze nyumba yenu. Sisi kama Waluya, wacheni kupiga Waluya wenzenu. Simameni kwa Waluya, mtetee Waluya wenzenu. Si mambo ya kuuliza msema ati Malala ashikwe, Malala afanye nini, na wewe ni Mluya. Oda. Uko kwa bunge, tumia lugha ya bunge. Hii mambo ya kumbafu hii acha. Bwana Speaker, Moshi amesema hapa kumbafu. Kwa nini huko unaongea hiyo? Kwa nini mimi nikiongea Oda. Moshi amekuwa hapa, si ameongea mambo ya kumbafu. Umekuja Speaker, hiyo mambo bwana, hiyo mimi naongelesha wewe. Lakini kwa nini wale walitoa onja na si kupishana? Moshi ameongelea hapa, kwa nini wao kutaambiwa hivyo? Bwana Speaker, mimi nataka kusema hivi, Mluya yoyote, nipe time niongee. Mluya yoyote mwenye uko hapa, kiongozi wenu hata akuwe mlemavu kiasi gani na anaongelelewa vibaya, kuja usimame na yeye, kuja umtetee. Ndio maana hao watu wengine wanawadharau, wanakuja wanawekea mpaka chama yao kwa mlango yenu, mnapigia mtu wa chama nyingine, na nyinyi chama yenu mnaiangalia hivi, mnatarauliwa kila mahali. Waluya muamke chini 2027. Mkue Waluya kwenda mbele, Waluya kuangalia mbele. Sasa hiyo kina Cleophas Malala wameamka, mnaanza kuwapinga hapa. Natembeya ameamka, mnampinga hapa. Eugene Wamalwa ameamka, mnampinga. Mnataka muende wapi? Mtafuata mtu mmoja mpaka saa ngapi? Miaka yake inaisha. Sasa hii nyinyi mnaangalia tu, tutafuata mahali atatuambia. Nyinyi wenyewe mnaletewa nini saa hii? Mnaletewa nini? Bwana, saa hii ni za high time. Tuamke chini na tuone mbele. Waluya, muamke chini na muone mbele. 2027 mwache hii ujinga mko nayo. Hii ujinga ya kuongelea viongozi wenu vibaya, wacheni. Na kama hamtawacha, tutawafunga nyinyi Waluya wenye mtatusi viongozi wetu hapa. Nyinyi Waluya mko hapa,
Niangalie tuna hizi macho kubwa kubwa, utawafunga nyinyi. Ngojeni tu nyinyi. Cleophas Malala lazima apewe heshima yake. Yeye ni kiongozi wa hii nchi, lazima apewe heshima. Na wewe kama Mluya unamwongelea vibaya, kitu ya kwanza tutaanguka na wewe hapa. Number 5. Wacha niseme hivi. Unajua, acha nikwambie, kama uko na ndugu